Yes, bwana mambo vipi? Wananiita mjumbe msomi au unaweza ukaniita Sharukano Vinguti au pia unaweza kuniita Harry Potter. Kama kawaida tuko katika kipindi cha Mtaa Buzz. Nikisema Mtaa Buzz nadhani mtakuwa mshanielewa. Niko mtaani hapa, natafuta washikaji, watu wa mtaani, wakina dada, watoto, mtu mzima yoyote nakula naye story. Na mada ya leo ni kuhusu Simba na Yanga. Ile migoli iliyofungwa 2-2, mtu akapiga 2, afu ikaja comeback. Wenyewe wanaita comeback. Ikarudi 2 nyingine. Nataka nisikie maoni ya watu wanasemaje. Yeah. Cameraman Luntos. Tumekutana na mzee wangu hapa, nataka nipige naye story 2-3. Tujue kwanza ile mechi iliyochezwa jana ya Simba na Yanga, yeye kama yeye binafsi ameichukuliaje au aliitizama au hakuitizama. Mzee vipi hali? Salama kabisa. Unaitwa nani boss? Mimi kwa jina naitwa Rama Mashua. Bwana jamaa anaitwa Rama. Rama, majina ya Rama yanajulikana. Majina ya Rama yanajulikana. Rama, sasa nataka uniambie. Mechi umeitizama? Mechi nimeitizama. Nipe sasa maoni yako. Watazamaji kula na kutizama, wanataka maoni yako kuhusu mechi ya jana. Mechi first of all, yani cha kwanza kabisa ni uwanja ukua katika standard ambayo watu wacheze mpira vizuri na uone football inapigwa vipi. Nimesema Rama, yani Rama wote wanajulikana. Umesikia vitu hivyo kwamba ule uwanja kwanza haukuwa kwenye grade nzuri. Tunaweza tukasogea hivi kidogo. Ndio maana hata ukiona kama mimi na nisemea binafsi, mimi ni mpenzi wa Yanga. Ndio, nashabikia Yanga. Ndio. Na katika mechi ile pale obvious Simba walikuwa washinde ile game. Umeona? Lakini kutokana na udhaifu wao walioonyesha katika ile back to back, Yanga alipokuja tena kurudisha zile bao 2. Kama Yanga angeanza kushinda, Simba angekuwa anachezea 5 pale. Alafu hiyo kauli kwa nini kila mtu anaisema hivyo? Yaani kwa nini kila mtu anasema? Kwa sababu kila anayemuoji ananiambia kwamba angeanza kushinda Yanga, Simba asingerudisha. Kwa sababu unaona Simba kipindi cha pili walikuwa wameshakata pumzi kabisa. Yaani wamekata kabisa yani. Sasa pale goli ambao walikopo Yanga pala kwanza lilikuwa ndo lile lenye matope. Wakaamua kuingia katika kule. Kwa hiyo Simba wakawa kwenye matope, Yanga wako juu sasa kama wanatelemka. Kaona hata kipindi cha mwisho kile pale jinsi Yanga walivyokuwa wanatandaza soka ambao wanatafuta magoli yani. Sawa. Bana Mr. Rama wewe. Mr. Rama anaendelea kutupa vitu. Yaani hapa tuondoke leo ndugu yangu. Kwa sababu mtu ukutana naye naona ananipa vitu vizuri kabisa. Kingine ambacho umekiona? Kingine waamuzi walikuwa wako fair. Kwa sababu ni malalamiko wa waamuzi wa kibongo wakichezesha anapendelea timu hii pendeleo, lakini maamuzi walikuwa wako fair kabisa na haina haja hata kuwalalamikia waamuzi. Sawa. Na labda kwa upande wa Simba na Yanga, ipi timu gani ambayo ina wachezaji wazuri kwa sasa hivi yani? Kwa sasa hivi ukiangalia Simba kama wameamka, sasa hivi wanaja kujipata yani. Wanacheza katika zile position ambazo ukiangalia kweli unaona mpira unacheza. Sio kama before mechi zao za nyuma. Asa sijui kama ni mechi ya Simba na Yanga tu wakikutana ndio wanacheza mpira mzuri au vipi, lakini obvious Yanga wana kikosi kizuri. Okay. Basi mimi kwa upande wangu labda kwanza nashukuru kwa support yako, alafu kingine naomba utume salamu kwa watu ambao wa karibu yako au walikuwa mbali kidogo wanaangalia hichi kipindi. Basi. Okay. Sina mengi ya kuongea na natuma salamu kwa ndugu na jamaa wote wanaonifahamu mimi. Wanakufahamu osi. Bana anayemfahamu Mr. Rama kama kawaida anakupa salamu. Twende hapo sasa. Naomba usubscribe channel hii. Basi. Hapo inakuwa sasa. Yaani hapo atakosa bana. Naomba msubscribe channel hii. Naomba watazamaji wote kwa ujumla msubscribe channel hii. Bana umesikia huko? Mr. Rama anakuambia subscribe channel hii. Yes, bwana mambo vipi? Shwari ndugu yangu. Uko poa? Niko poa kabisa. Bwana unaitwa nani mwanangu? Naitwa La Vibe au unaweza kaniita Shedra kwa jina langu lilopewa hilo. Shedra. Yeah. Sasa mimi nataka nikuulize swali la kwanza kabisa. Hivi Jumapili mpaka Jumapili na siku ngapi? Jumapili mpaka Jumapili na siku 7. Jumapili mpaka Jumapili na siku 7. Una uhakika umehesabu vizuri? Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku ngapi? Siku 9. Siku 8. Au sio? Sasa sema hivi kidogo. Sasa mimi bwana, sababu ya kukusimamisha hapa nilikuwa nataka kujua kwanza wewe ni timu gani kati ya Simba na Yanga. Hizo mbili tu? Simba dam. Simba dam, au sio?
Bana, ndo tulikuwa tunatafuta. Toka nijitambue mimi Simba damda. Ndo tulikuwa tunawatafuta. Sasa kuna watu hapa wawili watatu nimewasimamisha kwenye kuwahoji, wakasema hivi, jana ile ingekuwa Yanga katangulia kushinda goli 2, Simba asingerudisha. Nipe maoni yako. Sidhani kama ni kweli. Simba ni timu. Simba ni timu na Simba pia ilijipanga kwa ajili ile mechi ya jana. Ya ndo maana ikafanya vile. Ndani ya dakika 12, unajua hiyo ni marvelous, yani ni wanda. Dakika 12. Sio kwamba uwanja ulikuwa mbovu, ule uwanja ulikuwa mzuri. Hiyo pia inaweza ikawa ni sababu kwa wachezaji, lakini tunaangalia mpira uliopigwa, aina ya magoli yaliyofungwa, ni magoli ya kutafuta. Ya Yanga ile ni magoli ndio na ndio ushindi, lakini kuna jinsi ya kutengeneza goli ionekane hii ni timu. Bwana, mtaa Baz inakupa raha kabisa, mtaa Baz. Sikiliza mambo hayo, twende. Simba ni champion. Wasikubali, lakini Simba ni champion. Kwa maana yake Simba anaweza kucheza kiwanja chochote na tunaweza mpira. Haijalishi kuna matope kuna nini, Yanga hawawezi. Yani Yanga hatuwezi. Bwana, mnamsikia jamaa huyo? Yanga hatuwezi. Wangetuweza si wangetufunga. Mbona game iliyopita ile ya Muungano tukawapiga goli? Tena ni goli zuri, na ukicheki tena mchezaji aliyosababisha timu iliyopita wakakosa rani Chama, na hii pia ni Chama vile vile, japo tumedraw, ila goli lenyewe laridhisha. Sasa kama mfano imetokea sasa hivi yani, imetokea umeingia Mkapa pale, Simba na Yanga, unadhani nani anaondoka hapo? Mimi naiaminia Simba kweli. Kwa msimu uliopita Simba kweli ilizingua baadhi ya sehemu, lakini kwa kipindi hichi sina wasiwasi kweli. Hata kama na beti sasa hivi tu ni Simba. Na wewe ni mpenzi wa kubeti? Na beti. Una beti sana? So sana, lakini na beti. Na huo unashinda? Nashinda sometimes. Pesa yako kubwa kabisa yani ulioshinda ni shilingi ngapi? 200,000. Na pesa ndogo kabisa ulioshinda shilingi ngapi? 6,000. Hizo hela zinafika nyumbani lakini? Sisi kudagaja. Asifiki kabisa. Asifiki ila lakini ndio ukafika tu surprise kidogo tu. Nyumbani kwa mama watoto. Naona watoto wangapi? 1. Ndio maana hela hazifiki. Unajua kwa watoto wengi huwezi hela ukaacha kuifikisha nyumbani. Lakini mtoto mmoja wanakuwa na wasiwasi, nimemwachia mama pale hamna shida. Hapana, inatakisi na kazi zangu, ile ni pesa ambayo niliweka emergency tu kwa mambo yangu ya kusolve. Haina noma. Sasa nataka utoe ile kama una kuwapa watu salamu. Unajua wape salamu watu kadhaa ambao wewe unawafahamu. Labda unawakumbuka au unawajua wako mbali kidogo. Tuma salamu zako kama 3 hivi. Salamu yangu ya kwanza iende kwa mzee wangu Dingi, mzee Mkonge kutoka Moshi Kilimanjaro, na mama yangu kipenzi kutoka Kilimanjaro pia, na mpenzi wangu Amina na mtoto wangu Sulata. Kwa hiyo ina maana hapa Amina na mtoto wako wakiingia katika mtaa Baz watamuona baba, au sio? Haina noma. Waambie watazamaji usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Bwana jamaa akapita vizuri bwana. Asante sana bwana. Yes, bwana mambo vipi? Wananiita Afan aka mjumbe msomi. Leo na taarifa nzuri kwenu. Mitumba OG. Tunauza mitumba aina zote. Viatu, nguo za watoto, nguo za wakubwa, nguo za kike, nguo za kiume, kofia na kila aina ya nguo unaojua wewe inapatikana. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya, angalia namba ya simu hapo chini na unipigie na niambie, bro, nataka kufanya biashara na wewe. Utanipata mimi moja kwa moja na nitakuelekeza mzigo utaupataje, kama tunasafirisha ama kama mzigo unakuja kuchukua wewe mwenyewe. Ni swala tu na kuongea kibiashara. Ogopa matapeli. Wananiita mjumbe msomi. Yes, kama kawaida nimekutana na dada yangu hapa, dada yetu wa mtaa. Atajitambulisha jina lake wakati anaendelea kula miwa. Dada unaitwa nani? Naitwa Martha. Dada anaitwa Martha. Martha, tuambie wewe timu gani kwanza, Simba au Yanga? Mimi sina timu. Ana timu. Hata Azam. Yaani hauna timu yote? Ndio. Unapenda sana mchezo gani? Sipendi hata mchezo wote. Hata tamthilia? Zaidi ya ibada tu. Leo ni mtu wa Mungu, unaomba Mungu muda wote? Wewe dada wewe, utakufa kihoro wewe. Ndio hivyo. Ina maana wewe muda wote na Mungu na wewe ndio ambao ukifanya hivyo ndo unaenda peponi au vipi? Ndio.
Bana, tumekutana na dada yetu mmoja hapa, anasema yeye ni mtu wa Mungu muda wote. Hakuna cha mpira, hakuna cha kuangalia tamthilia, hajui series yoyote, hata hajui CD zimekaa vipi. Na hivi ninavyokuambia hivi, kakimbilia ndani na namfuata huku. Dada, tuambie kwa nini sasa umeamua kuwa mtu wa Mungu tu? Hivyo ndo maisha yangu, nimechambua kuwa hivyo. Kweli kabisa. Na umeolewa? Ndio. Na una watoto? Ndio. Watoto wangapi? 2. Una watoto 2. Okay, na watoto wako wako wapi? Wako shuleni au umewacha mkoani? Mkoani. Umewacha kwa bibi yao? Kwa nini sasa watoto wako? Wewe ni mtu wa Mungu, watoto nenda kuweka mbali na wewe kweli? Huko sinatafuta. Huko unafanya biashara? Sasa hapa ndo wakati mzuri wa kuzungumza. Unajua hii mtaa Buzz, unaweza kutangaza biashara yako pia. Unaweza kuzungumza chochote kuhusu biashara yako. Tuambie ni biashara gani unafanya, kama watu watahitaji na namba yako ya simu wakupigie uwapelekee sehemu yoyote ile. Bado sijapata biashara, ninatafuta. Kwa hiyo ina maana umekuja kutafuta lakini bado biashara hujapata. Kwa sasa je, kama tutahitaji msaada kwa watu ambao wametuzunguka, jamii, labda michango na nini, uko biashara gani ambayo ulikuwa unapendelea wewe kuifanya? Bado watu wanachanga ujue kule. Watu kiangalia video na kuchangia hela nyingi tu. Ukisema hoja nini? Sitaki. Haya, mtu wa Mungu amesema hataki kuchangiwa na mtu yoyote. Yeye mwenyewe atajitafuta, atajipata mwenyewe, yeye na Mungu wake na yeye. Si ndio? Imeisha. Umesema unaitwa nani? Martha. Haya Martha, tuma salamu kwa watu 3 huko, ndugu zako huko mikoani huko. Masa ana ndugu, yeye na Mungu, Mungu na yeye. Unataka uhivo, utaki ndo hivo. Haya, waambie basi, sikiza basi. Usisahau kusubscribe channel hii. Nisahau kufanyaje? Usisahau kusubscribe channel hii. Sasa mimi najibuje? Ndo sema hivyo nilivyosema mimi, usisahau kusubscribe channel hii. Siwezi. Haya, na hilo pia hawezi. Huyu ni mtu wa Mungu, hata kusema kusubscribe nayo hawezi. Haya, tunakubali sana, tunakupenda sana. Mungu ndo kila kitu. Si ndio? Na umtanguliza Mungu kwenye jambo lolote lile. Haya, asante sana. Bwana, mambo vipi? Fresh. Mzima kabisa. Safi. Kwanza miwa ishi ngapi? 500. 500 kwa 1000. Huu hapa 1000. Na ule kule 500. Kwa hapa tunaruhusiwa, ni kama ukitaka kununua tunakula fresh. Sasa mimi niko nataka nikuulize swali. Wewe ni mpenzi wa timu gani? Simba au Yanga? Mimi Yanga. Au sio Yanga? Sasa kuna mtu bwana hapa wamepishana sasa hivi, alikuwa ni shabiki wa Simba. Anasema hivi, wao wamekupiga goli 2 kipindi cha kwanza dakika 12. Wewe unasemaje? Ile kawaida, kwa sababu umeingia kwenye mfumo, watu wanakupiga. Jana alikuwa mapema sana, watu waliingia kwenye mfumo, uwanja ulikuwa mbaya. Hata nyasi jana kwa uwanja ulikuwa na maji ule. Umeona? Kwa maana watu kwanza Simba wenyewe walikuwa wamefanya, inaonekana wamefanya mazoezi kwenye uwanja wa nani kabla ya mechi ya juzi inyesha mvua, wakafanya mazoezi wale. Chukua experience bwana. Lakini mpira uliangalia? Mpira niliangalia. Sasa hivi ngoja nikuulize swali. Mfano Yanga ndio ingetangulia kushinda goli 2. Simba angerudisha? Kuna muda inatokea wanaweza kurudisha. Lakini kuna kwa mfano jana hata safu ya ulinzi ya Yanga ilikuwa so nzuri vile. Sasa shabiki gani wa Yanga kama unakatakata tamaa mwanangu? Yaani wewe Yanga kama uiamini hivi. Mimi naangalia, kila siku naangalia mpira. Unaona kabisa Job pale hayupo. Tulivu unakosekana. Wewe sasa hapo unashauri vipi? Msimu ujao wanajiandaa, wanasajili vizuri, wasajili mabeki wa kunania wa kutumainia. Sasa labda nikuulize swali jingine. Unatokea mkoa gani? Iringa. Unatokea Iringa. Sasa nataka nikuulize swali. Unaweza kutuma salamu kwa ndugu zako wa Iringa huko, ukataja na majina yao, watu 3 tu? 3. Huko unaangalia kamera kule. Chano. Au unaona aibu kamera? Hamna. Tuma salamu kwa watu 3, ndugu zako au jamaa zako au marafiki. Rafiki yangu mmoja anaitwa Eliezeri yupo kule. Mwingine Ima, mwingine Rashidi.
Na wewe mwenyewe unaitwa nani vipi? Alex. Bana Alex anatuma salamu kwa watu watatu kama mlivyosikia hivyo. Hichi kipindi chetu kinaitwa Mtaa Buzz. Kinapatikana YouTube, ukienda Instagram, ukienda TikTok unakuta pia baadhi ya vionjo. Nadhani huyu bwana mkubwa nitamweka katika hichi kionjo. Bwana unaweza kunikatia mfuko mmoja huo 500 nikaonja hapa tuanze kuonja kabisa. Sababu mimi sipendi dharau, kwenye kuwa sipendi dharau. Kameramani, vipande vyako nitakuwekea. Lakini lazima tuonje. Tuangalie Alex anatengeneza vizuri miwa yake. Uvi Alex nilikuwa nakula hivyo tamani. Unasoma? Kuna muda unaona tamaa lakini shakula. Kwa mteja akija hivi. Akiwa nakula hivyo tamani. Kawaida tu. Onja basi, hata kipande kimoja bwana. Uonekane kwenye TV unavyokula. Ulisema 500? Kama una maji. Kwa hiyo una maji. Na mimi nakuwa nimekauka. Kwa hiyo unasema gani sasa kwa 400 au 300? Ile jero. Kwa hiyo kauke sikauke mwangu bei ile. Wewe Alex unaomba. Bwana kameramani mio mitamu. Ila wewe endelea kushuti. Wewe endelea kushuti mimi nakula sawa? Bwana kameramani namnyanyasa sana. Namnyanyasa kupita kiasi kwa sababu mio mitamu. Afia anahangaika kushuti. Kama mnavyoona jamani nimemlipa. Kasi akasema bana ule mshikaji yule kanipigisha interview miwa yangu kala. Alafu ataja nilipa. Haona sema zuri. Poa fresh. Nimekulipa lakini. Bana nimekutana na jamaa mmoja hapa, ngoja tupige naye story kidogo. Mambo vipi? Fresh. Nzima kabisa. Nzima. Naitwa nani mwanangu? Simioni. Simioni. Sasa Simioni, nataka nikuulize swali, hivi unafahamu chochote kuhusu mambo ya Simba na Yanga? Sifahamu sema. Ina maana Simba na Yanga hujai kutizama hata akiwa anacheza? Nilikutazama na tazama. 2-2, nipe taarifa zake ikoje? Sema hiyo ya jana sijaangalia, nilikuwa nasikiliza kwenye redio. Ulisikiza kwenye redio. Na kwenye redio wewe upande wako umeonaje, yani ile situation imeenda vipi? Mchezo umeenda vizuri, asema ndio hivyo tu. Sasa hapo ndio hivyo vipi? Sasa hapo natakuwa ndio uelezee. Unajua pale watazamaji wanakusikiliza wewe Simioni. Umeelewa? Wanataka kujua kwamba wewe maoni yako yakoje. Unajua ule mpira mimi kwanza nilivyotizama mimi, niliona kabisa kwamba Simba wameelemewa. Kwa sababu inawezekana ushinde 2, alafu watu warudishe na watake kuongeza. Unajua ni hatari hiyo. Ni hatari kweli. Sema hata kwa ile mechi ile na ingetangulia kufunga Yanga, Simba isingerudisha. Hayo ndo maneno ambayo watu wengi wamesema. Kwa hiyo unasemaje? Simba isingerudisha. Nataka kusema Simba ingeshinda Yanga, yani Simba ingefungwa 2 wasingeweza kurudisha, si ndio? Yanga ingetangulia kufunga pale, Simba isingerudisha. Bwana mashabiki wa Simba umesikia maneno huyu jamaa Yanga. Kasema kabisa kwamba Yanga wangetangulia kushinda 2, Simba wasingerudisha. Huo ukuta upigwa hapo yani. Au unaambiaje? Sawa. Basi sasa naomba utume salamu kwa rafiki zako 2 3 au ndugu zako au wazazi au nani, mtu yote alikuwa mbali na wewe kidogo hujamuona muda mrefu umemmisi. Tuma salamu hapo. Namtumia salamu mamangu mzazi, kakaangu na marafiki zangu. Majina yao? Kuna Lameki, kakaangu anaitwa Flengi, mamangu anaitwa Amina. Sawa basi. Sasa kingine naomba uambie watazamaji kule, usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe klabu hii. Nadhani mmemsikia jamani. Haya, wapinge mkono hivi. Punga.